mpira ukukute pale baada ya kipa kucheza and then ukiwa onside. Sio kwamba kipa amemtemea kwenye miguu ile kabisa inaonekana. Yani nikwambie kitu, kama ujui mikimbio, inawezekana kipa anatema mpira na we haupo pale. Yani kwa nini umkute yeye? Na ni tukio ambalo limewahi kutokea dhidi ya Mashujaa kwenye position ile ile. Means anajua kumove as a number 9. Kwa sababu free kick inavyopigwa kama namba 9 lazima uwe kwenye pocket, sehemu ambapo unajua chochote kikitokea, kipa amepunch au mpira umegonga mwamba, utakavyorudi unanikuta mimi. Unaponikuta mimi na kuwa kwenye position gani? Niko onside au niko offside? Anachokifanya yeye, ukimtazama vizuri, alikuwa nyuma kidogo ya mlinzi wa mwisho. Means alikuwa onside. Mpira wakati unaanza kurudi, ana move, anaenda kufikia akiwa wa kwanza and then ana score goal. Kwa hiyo lazima usifie zaidi movement. Ndio maana nawakumbusha, mara ya kwanza wakati tunazungumza tetesi za Depp, nadhani post yetu tulikuwa pamoja hapo, nilikuwa na kina Juma. Mliniuliza nikamwambia mimi namuona Depp kama Medi Kagere. Medi Kagere movement kwenye box, yani ni monster kulikweli kwenye box. Na nenda kamtazame Depp, kwa siku chache ameshajibainisha kwamba yeye ni clinical finisher. Usajili umelipa, huo ni ukweli mpaka hivi sasa. Sababu anafunga goals na ndio kikubwa ambacho amesajiliwa. Unajua Depp aina yake ya uchezaji sio kama Mayele, sio kama Prince Dube kwamba atakwenda kushoto kulia atakimbizana na watu. No, yeye anachokihitaji ni service kwenye boxi. Tunasema ni opportunity kwenye boxi. Ni aina ya mshambuliaji ambaye anaweza kuconvert nusu nafasi na nafasi kamili. Kuna ile hoja ya kwamba ni mchezaji wa game ndogo. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Anayesema Depp ni mchezaji wa mechi ndogo hajui mpira. Kwa sababu Depp ukiangalia mechi zote ambazo Yanga wamedominate, wamecreate nafasi, amefunga magoli. Mechi ambazo Depp ameonekana ku struggle na kutofunga ni mechi ambazo Yanga walikuwa dominated. Kwa mfano tukwambia mechi za Champions League dhidi ya FAR Rabat, Yanga walikuwa dominated. Utengenezaji wao wa nafasi ulikuwa ni mdogo. Hata walivyotengeneza nafasi zilidondoka kwa Dube dakika za mwisho, dakika za lala salama. Rejea mechi ya National Al Ahly, mechi zote mbili Yanga walikuwa ni second team, walikuwa wa create nafasi za kutosha. Lakini nenda katazame mechi ya JS Kabylie hapa nyumbani ambayo Yanga alidominate aka create nafasi. Ni huyo Depp ambaye amescore mabao mawili, si ndio? Tazama mechi ya Derby ambayo ndo mechi pekee ambayo Depp hajafunga msimu huu. Ni mechi ambayo Simba walidominate kila engo. Yani Yanga walistruggle kwenye ile game. So Yanga wakidominate, wakicreate nafasi utamuona Depp. Yanga wakiwa dominated, hawa create nafasi huwezi kumuona Depp, kwa sababu Depp anahitaji service all the time. Na jana amepata service, amescore goli. Bonge moja la bao, na lilikuwa ni bao muhimu sana kwa Yanga kwa sababu alikuwa anahitaji alama 3. Nimezungumza na mtu ambaye alikuwepo Dodoma. Ananiambia game ya jana ilikuwa ni ngumu sana kuanzia nje ya kiwanja. Unaambiwa even kabla hata mechi haijaanza, wachezaji wa Prison wamegoma kushake mikono na wachezaji wa Yanga. Yani ile kupeana hata mikono. Kutokana na lile tukio la kubadilisha viwanja, maneno na nini, ni kama Prison walichukulia ile game kuwa serious kweli na wakataka kurevenge. Na hata ukiangalia na hawakutaka unafiki. Ni sahihi kabisa, hawakutaka unafiki. Hawakutaka unafiki kabisa. Hata ukiangalia kiwanjani jinsi ilivyokuwa, ilikuwa ni mguu wa chuma. Japokuwa fair play ni kitu muhimu sana. Angalizo. Hata ukiangalia kiwanjani jana, ilikuwa ni mguu wa chuma, mguu wa roho. Yani unaweza kutazama kulikuwa kuna fighting spirit ya juu sana kutoka kwa Prison. Waliamua kwamba hii game tunakwenda kupaki basi. Tunapaki basi, tuna defend vizuri, attentively, and then tuta break zaidi. Lakini pia aina ya kocha aliyokuwa naye pia Nsajigwa huwa ni muumini wa mpira wa nguvu, kasi, kujituma, kujitoa. Sawa. Umezungumza vizuri Hans. Nielekee kwa Shirafu Jeyara.